Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nahdihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Islam, baada kumshukuru Allah jalla jalalu na kuzitaka rehma na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa bado tuendelea na somo letu la at-tafsirul ahlam, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndoto zetu ziwe ni zenye kuleta manufaa katika umma huu wa Kiislamu. Leo insha Allah nitakuja na ndoto hii na tafsiri yake, kwamba watu wengi sana wamekuwa wakinipigia simu wasema, shekhe, mimi nimeota ndoto kwamba nimekufa. Shekhe, nimeota ndoto kwamba nimekufa. Sawa, au mtu kaota ndoto kwamba mimi nimekufa. Sawa, au nimemuota mtu fulani kwamba amekufa. Nini tafsiri ya ndoto hii? Nafikiri simu nyingi zimekuwa nafikiri simu zimekuwa nyingi. Hata wewe ndugu yangu mtazamaji hapo, pengine kuna watu wameshawahi kukuota wewe kama umekufa, au pengine wewe umeshawahi kuota mtu fulani ambaye unamjua kama kafariki na hukujua tafsiri yake. Sasa kuanzia leo ukiota ndoto kwamba mtu fulani kafariki, sawa, lakini upo hai hajafariki, basi tafsiri yake ni hii nitakayokupa. Au mtu akikuota wewe ndoto kama umefariki hali ya kuwa bado unaishi hujafariki, basi tafsiri yake ni hii nitakayokupa. Au wewe mwenyewe ukijiota ndoto kama umekufa lakini bado unaishi, basi tafsiri yake pia ni hii nitakayokupa. Cha msingi hakikisha unabonyeza neno subscribe chini, bonyeza na alama kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila darasa ambalo nitakayoposti hapa. Lakini pia ukihitaji kuungwa katika grupu langu la WhatsApp, basi chukua namba yangu hapo, nitumie SMS katika namba yangu ya WhatsApp ili nikuunge katika grupu langu upate faida kubwa kama hizo. Nini tafsiri ya mtu aliyeota ndoto kwamba kafa? Tafsiri yake ni nini? Inshallah, mwanachuoni huyo Muhammad ibn Sirin kwenye kitabu chake hichi anasema hivi. Tayeb, asema faman raa annahu mata thumma asha fa innahu yadhnibu dhanban thumma yatuba liqaulihi ta'ala. Tuko pamoja? Anasema faman raa, mtu atakayeota ndoto annahu mata, kwamba yeye amekufa, thumma asha, kisha akawa anaishi duniani yupo hai, basi fa innahu yadhnibu dhanban, hakika mtu huyo atakuja kufanya madhambi makubwa, thumma yatuba, kisha mtu huyo atatubia madhambi yake. Narudia, faman raa, mtu atakayeota ndoto annahu mata, kwamba yeye amekufa, thumma asha, kisha akawa yupo hai. Yani umeota ndoto kwamba wewe umekufa kumbe upo hai hujafa. Ndoto hiyo basi fa innahu, hakika mtu huyo, yadhnibu dhanban, atafanya madhambi makubwa, thumma yatuba, kisha atatubia madhambi yake. Kwa wale watu wote ambao wameota ndoto kwamba wao wamefariki, basi hali ya kuwa upo hai, basi maana yake mtu huyo atakuja kufanya dhambi kubwa, lakini kisha baadaye atakuja kutubia madhambi yake. Kwa watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza swali hili kwamba shekhe, hii tafsiri ya ndoto hii nini tafsiri yake? Kwamba nimeota ndoto kama mimi nimekufa, au kuna mtu kaniota kama mimi nimekufa, tafsiri yake nini? Tafsiri yake, wewe uliootwa kwamba umefariki, maana yake utakuja kufanya dhambi kubwa, lakini utakuja kutubia madhambi hayo. Na ukijiota mwenyewe kama umefariki hali ya kuwa upo hai, basi maana yake utakuja kufanya madhambi makubwa, lakini baadaye utakuja kutubia madhambi yako kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wote ambao walikuwa wakiota ndoto hii kwamba shekhi, nimeota ndoto mtu fulani kafariki, basi yule mtu maana yake atakuja kufanya madhambi makubwa, kisha atakuja kutubia madhambi yake. Au ukijiota wewe mwenyewe kwamba umefariki, basi maana yake
utakuja kufanya madhambi makubwa, lakini utakuja kutubia madhambi yako kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah khairi, hizi ndio tafsiri za ahlam, tafsiri za ndoto. Mwenyezi Mungu akikujalia kupata klipu hii, basi share kwa mwenzako ili naye apate faida kubwa kama hizi. Ukitaka kujiunga katika grupu langu la WhatsApp ili upate faida kubwa kama hizi, basi nitumie SMS katika namba zangu hizo na mimi nitakuunga katika grupu la WhatsApp na utapata faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah khair, tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.